Shalom mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kusalimia katika jina takatifu mno la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Jambo la maana na la msingi ambalo nimekujia wakati wa mchana ndugu yangu ni kwamba popote ulipo ndani ya Tanzania au popote ambapo watu mnasikia Kiswahili, nataka nikukumbushe ya kwamba maisha ya hapa duniani au kuwepo hapa duniani bila kumkumbuka Mungu Mwenyezi ni kama kuukataa uumbaji wako. Bila kumheshimu, bila kumtegemea, bila kumwabudu yeye aliyekuumba, yeye aliyekufanya ukakaa tumboni mwa mama yako miezi 9, yeye aliyeruhusu ukatoka salama, yeye aliyekuacha mpaka hivi leo unanisikia wakati huu wa mchana. Nataka nikukumbushe tu ya kwamba neno la Mungu linaweka wazi kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya 12 kwamba mkumbuke muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, na kabla haijaja miaka au nyakati utakaposema mbona mimi sina furaha katika hili. Leo una furaha, leo una amani. Mungu amekupa uzima kiasi kwamba supu ni tamu, kiasi kwamba ugali ni mtamu, kiasi kwamba chochote unachokula kinaonekana ni kitamu. Lakini nataka nikuambie, katika siku za mwanadamu kuishi duniani, zipo siku ambazo sio za furaha. Siku ambazo wakati fulani umetundikwa dripu, siku ambazo wakati fulani huwezi kula chochote, siku ambazo huna raha kabisa. Nataka nikukumbushe kwamba katika siku hizo sio siku nzuri sana kumkumbuka Mungu. Siku nzuri sana kumkumbuka Mungu ni siku ukiwa salama, siku ambazo chakula kinalika, siku ambazo una amani, siku ambazo una furaha, siku ambazo wewe unazitumia vibaya, unasema acha nijirushe, siku ambazo wewe umekuwa ukizitumia bila kuzithamini, haumpi Mungu heshima yake, umekuwa ukijivunia hizo fedha ulizokuwa nazo, dhahabu uliyokuwa nayo, umekuwa ukijivunia magari uliyokuwa nayo. Nataka nikuambie, kuna siku utaendesha hilo gari, kuna siku utaendesha hiyo pikipiki rafiki yangu, kuna siku hautakuwa na uwezo wa kufanya chochote, na saa nyingine hautakuwa na uwezo wa kuongea chochote. Utayaona maji, utaiona supu na wali, utawaonesha tu kwa kidole, saa nyingine hautaweza kufanya chochote. Lakini siku kama hizi ndizo siku za kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Siku unapoweza kuongea mtu akakujibu, ndio siku unatakiwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu.